Ujambo na karibu, langu jina Mike Singoro. Hii ni Teule TV, tumeteuliwa kwa ajili yako. Natumai wengi kwa sasa wanamtambua gavana wa Samburu Jonathan Lelelit kufuatia vimbwanga vilivyoshuhudiwa wiki hii vilivyomhusisha gavana huyo na maseneta katika bunge la Seneti siku ya Jumatano. Je, huyu Lelelit ni nani na mbona anaandamwa zaidi na maseneta? Mwanzo, gavana Jonathan Lelelit ni msomi hodari zaidi wa uchumi. Amesomea Bachelors of Science in Mathematics and Economics katika chuo kikuu cha St. Lawrence, New York nchini Marekani. Baadaye akasomea Masters of Business Administration in Finance katika chuo kikuu cha Massachusetts, Boston nchini Marekani. Hii inadhihirisha wazi kuwa huyu ni mtu mwenye ana ufahamu wa kutosha zaidi kuhusu hesabu na masuala ya fedha za kaunti. Lakini kulingana na madai yanayomkabili Lelelit, msomi hodari zaidi wa hesabu na uchumi, ni kama usiku na mchana ukijaribu kulinganisha na elimu yake. Ama tubadili methali na kusema ukistaajabu ya Kasongo utayaona ya Lelelit, msomi hodari zaidi wa hesabu na uchumi. Ugomvi wa Seneti na Lelelit umetokea pale ambapo amekuwa akilenga kuhudhuria vikao vya bunge mbele ya kamati teule ili kujibu maswali kuhusu jinsi amekuwa akitumia fedha za kaunti. Hii ilipelekea maseneta kumpiga faini ya shilingi 500,000 pamoja na kumtaka gavana huyo kutiwa kizuizini. Wacha sasa tuone ni vipi elimu ya uchumi na hesabu ya ng'ambo imesaidia wapiga kura wa kaunti ya Samburu. Gavana Lelelit aliwaajiri wafanyakazi 29 kwa Governance Delivery Unit na kuwalipa milioni 60. Akawaajiri wafanyakazi wengine wa kawaida ambao anadai aliwalipa milioni 36. Kuajiri na kulipa si shida, lakini akiulizwa kutoa orodha ya majina ya wale aliowaajiri pamoja na kazi waliofanya, amesalia bubu, hana jibu lolote. Kwa mujibu wa mthibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu, kati ya wafanyakazi 91, 77 ni watu kutoka kabila moja, kinyume na sheria ya mwaka 2010 ya kuajiri katika ngazi ya kaunti, ambapo kabila moja halistahili kuajiriwa zaidi ya 33% kwa kaunti. Hii inaashiria kwamba 84% ya wafanyakazi wa Samburu wanatoka katika kabila moja, kinyume na sheria. Isitoshe, inadaiwa gavana Lelelit alitoa milioni 55 iende kwa Carbon and Mortgage Scheme Fund, ambayo inatoa mkopo kwa wawakilishi wadi kununua magari na nyumba. Mkopo si shida, lakini akiulizwa aonyeshe ujumbe na jinsi pesa hizo milioni 55 zilifikishwa kwa wakilishi wadi, bado hana jibu. Kwa sababu Lelelit msomi wa uchumi na hesabu, akawachukua wajumbe wa kaunti ya 43 kuwapeleka katika kaunti ya Nakuru, ambapo walitumia fedha milioni 3 kwa mafunzo ya kaunti. Gavana akaulizwa atoe ushahidi kuhusiana na hilo, bado hakuwa na chochote cha kuonyesha. Gavana aliyemsomi wa hesabu na uchumi katika ngazi ya kaunti, hesabu ikampiga chenga. Na bado kwa sababu gavana Lelelit ni msomi kupindukia, inadaiwa chini ya utawala wake alinunulia wanafunzi wa Samburu vitabu vya kusoma kutumia shilingi 700,000, lakini hakuna rekodi wala mpangilio wa jinsi zoezi hilo lilivyoendeshwa. Tena, kwa mujibu wa mthibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu, majengo ya ofisi za bunge la kaunti hiyo tangu mwaka 2017 hayajakamilika licha ya milioni 319 kutengwa kwa ajili ya ujenzi. Ikumbukwe kaunti ya Samburu ndiyo kaunti ambayo sanamu duni la mbunge liligharimu milioni 15. Ama kama wasemavyo wanaokijua Kiswahili, wajinga ni wao waliwao. Bado kistaajabu ya Lelelit huko Samburu, basi tuongozane uyaone pia ya Lusaka kule Bungoma. Bila kuficha masaibu mengine kama ya Samburu ambayo yaliangua vifaranga vya ufisadi katika kaunti ya Bungoma. Mwaka wa 2015, gavana wa Bungoma Ken Makelo Lusaka akiwa madarakani kwa muhula wake wa kwanza alitumia 109,320 kwa ununuzi wa kila wilbaro moja
Bado isitoshe, Lusaka alifika mbele ya kamati ya bunge la Seneti mwezi Februari mwaka huu kuelezea ni vipi alitumia milioni 3.6 katika ununuzi wa mti wa Krismasi. Hata hivyo, kwa muda mrefu wakazi wa Bungoma wameonyesha ghadhabu dhidi ya gavana wao Ken Lusaka kwa kutoshughulikia matakwa ya walimu wa chekechea yaliyowapelekea kuandamana kwa muda mrefu zaidi, huku akitembea magharibi mwa taifa la Kenya kama mratibu wa kusimamia kampeni za Rais William Ruto magharibi kuelekea uchaguzi mkuu, pasi na kushughulikia masaibu yanayowakumba wakazi wa Bungoma. Hali si tofauti kwa kaunti ya Busia, ambapo wakazi wa kaunti hiyo wanalalamikia kila kukicha sekta ya afya kudorora kupindukia chini ya utawala wa gavana wao Paul Nyongesa Otuoma. Basi huo ndio mwisho wa ripoti siku hii ya leo. Langu jina Mike Singoro. Kumbuka kwamba hii ni Teule TV, tumeteuliwa kwa ajili yako.